kwangu kitu ambacho mmekionyesha ni kitu kikubwa sana. Siku zote mtu akikuonyesha tabasamu la kinafiki, wewe unamwonyesha tabasamu la kinafiki, lakini ninyi mmekosa. Au mnaonaje hapo? Ni sawa eh? Hata yeye shemeji yenu ametoka kuwauliza muda sio mrefu sana. Natamani kuwaoneni. Ngoja niwaitieni na muone pia na mtoto wetu tunopata. Jamani. Karibuni sana. Niwaletee na maji? Hapana. Labda kinywaji chochote? Mnahitaji tu kumwona shemeji. Mr. Choma na bwana Nyao. Nawaitia shemeji. Nyinyi leo mnakumbuka utu? Nyinyi si ni mashetani tu hapa. Pumbavu wakubwa. Hey. Nenda kamwita bibi yako, fanya haraka, mwambie mama kasema chupa ya chai imevunjika upesi. Sikiza mjukuu wangu. Narudi sasa hivi. Kaa hapa nisubiri mpaka mama mdogo anakuja hapa kuja kukukuta. Sawa? Sasa hivi narudi. Nisubiri usiondoke.
Ndugu wa yule mgonjwa mwenye mtoto, sijui ni nani kati ya nyinyi? Sisi hapa ndo tumemsaidia. Aha, ni nyinyi. Sasa mgonjwa wetu mtoto yuko salama, lakini mama ana matatizo kidogo kwa sababu ana upungufu wa damu. Kwa hiyo inabidi uende nyumbani. Ana mzazi mwenzie yule? Ndio yupo. Ana mzazi mwenzie? Ukamwambia aje haraka iwezekanavyo ili tuweze kumfanyia vipimo vya damu. Kama inawezekana tuchukue damu yake tumuongezee mwenzie. Sawa, asante. Poleni. Asante. Poleni. Kakangu, ile imekuwa tatizo Kweli. Lakini kwa kuwa tumeamua kujitoa, hebu tujitoe tu. Sasa nikwambie, pale ulipokuja ukatukuta pale, nenda pale pale. Ukifika pale, ulizia mtu yoyote hata kama ni mtoto. Atakuelekeza kwa Kidolima. Kidolima? Ndio. Kwa hiyo mimi nikuulize kwa Kidolima tu nitaonyesha. Atakuelekeza. Basi dada, jamani wapi? Yaani fanya haraka. Wewe si Kidolima? Ni sawa. Yaani kaka, huu mguu ni wa kwako huyu. Hapa ninapokuambia nimetoka hospitali, mke wako hali yake sio nzuri hata kidogo. Bwana, unasemaje? Mke wako hali yake sio nzuri hata kidogo. Hebu mwone. Dokta bwana, nimekuja hapa nilipata taarifa kwamba kuna mgonjwa wangu yuko hapa hospitalini na sina taarifa zote ambazo zinaendelea. Kwa hiyo naomba kama kuna chochote uweze kunieleza. Ni yule mama mjamzito aliyojifungulia njiani? Natumai itakuwa ndio. Kipindi cha ule ujauzito. Kwa hiyo inatakiwa awe anakuja mara kwa mara kliniki ili kuweza kupata tiba na baadhi ya chanjo kama mama mjamzito. Lakini nisikulaumu sana. Mke wako ana upungufu sana wa damu na anahitaji kuongezewa damu haraka iwezekanavyo kwa sababu amepoteza damu nyingi pale alipojifungua. Mtoto yuko salama, hilo usijali. Sasa nisikulaumu, cha kufanya wewe unabidi uende nyumbani. Sawa? Au kufanyia vipimo vya damu wewe. Ili tupime damu kama inawezekana kumwongezea mkeo. Mimi dokta, hilo halina shida. Kama damu yangu mimi itafaa kumsaidia yeye mke wangu, mimi
wakufa ama wakupona. Anaumwa. Tatizo? Bwana, shemeji yako tumempeleka hospitali kwa ajili ya kujifungua, lakini mara hii uzazi wake umekuwa tofauti, umempatia shida, na hivi ninavyoongea na wewe yupo ICU. Inahitajika apate damu, na mimi vipimo vimesema damu ya kwangu na ya kwake hailingani. Kwa hiyo wamenishauri madaktari, kama nina ndugu jamaa na marafiki, niweze kuwaomba ili wakamtolee damu mke wangu aweze kuwa salama. Choma, nimeona bora nianze na nyinyi marafiki zangu, nyinyi ndo ndugu zangu wa hapa kijijini, tumeshibana kwa shida na raha, na waombeni mnisaidie. Kwa hiyo bwana Kido, namaanisha mimi ndo nikatoe damu? Kama itawezekana. Itakuwa umenisaidia sana. Bwana ndugu yangu, kiukweli natamani niende, lakini ndugu yangu, unaona jinsi nilivyo ndugu yangu. Mwili wenyewe huu ndugu yangu, akutolee tena damu wewe, tena kamtolee mkeo damu, afya yangu nitabaki nini hapa? Choma, kaa ukijua kwa mareli ni nyembamba, lakini treni inapita. Kama una moyo thabiti na nafsi yako imekunjua kunisaidia mimi, basi msaidie mke wangu, turudishe uhai wake na kuomba tafadhali. Choma. Bwana ndugu yangu, hilo swali limekuwa gumu kweli. Choma, usiseme hivyo. Leo ni mimi, kesho ni wewe. Hakuna anayejua kesho yake. Choma, tafadhali sana, niko chini ya miguu yako ndugu yako. Naombeni, nyinyi ndio ndugu zangu, msinitenge kwa hii shida leo. Ndugu yangu bwana, hilo swala utanisamee bure, utanisamee tu ndugu yangu. Mimi kutoa damu ndugu yangu bwana, hapana, siwezi. Asante sana. Samee. Wangu kwa sababu nahitaji kusaidiwa. Ni kweli Kidorima, hata sura yako tu inaonyesha kama una matatizo. Bwana, shemeji yako anaumwa, na hivi ninavyoongea na wewe amelazwa hospitalini, hali yake ni mbaya sana. Shemeji? Ndio. Tatizo ni nini tena? Bwana, tumempeleka hospitali kwa ajili ya kujifungua, lakini kama unavyojua tena Mwenyezi Mungu na rehema zake, uzazi wake mara hii kidogo umekuja tofauti, yaani umekuwa ni wa shida na yupo ICU. Ili aweze kupona inahitajika tupate damu. Vipimo vimeonyesha kwamba damu ya kwangu na ya kwake haviwezi kulingana. Wakanishauri madaktari, kama nina ndugu zangu labda marafiki ambao naweza nikawaomba Leo nikishatoa moja nikikupa wewe kampe shemeji, mimi nabakia na nini? Na kama unavyojua pale juzi tumetoka kulima mabamia, halafu yale ananitegemea mimi. Leo mimi nikishakupa damu wewe, mimi nahisi nitakuja kukaa pale na nyinyi ndio mtakuja kwa kwanza kunicheka. Nyao, kutoa ni moyo na si utajiri. Kwa sababu hicho unachokifanya wewe unapanda wema kwangu Nyao. Sawa, malipo yake ni makubwa sana. Tafadhali, hebu kunjua nafsi yako, vuta kumbukumbu. Nyinyi ndo rafiki zangu ambao tumecheza wote katika kijiji hichi, tumekuwa wote, yaani mpaka leo hii tunajuana sawa na pua na mdomo, ambavyo haviwezi vikatengana milele mpaka kufa kwako. Nyao, tafadhali naomba unisaidie. Ndugu yangu, mimi nimekusikia sana, lakini kwa hili inabidi mimi nikuombe radhi wewe. Siwezi kutoa damu yangu kwa sababu mimi mwenyewe kama unavyoniona udhaifu wangu niko hivi. Kwa mimi naomba tu tafuta njia mbadala zaidi ya hii yangu mimi, lakini mimi kwa hilo siwezi. Haya bwana, asante.
Sawa. Na pia samahani kwa kukupotezea. Wala usijali kwa sababu hapa nilipo narudi hivi, maana hapa hata mwili unaniwasha. Ndugu yangu, kama kulikuwa kuna tatizo lolote ningekusaidia, lakini kwa hivi kakaangu nisamehe. Siwezi nikiangalia kilimo changu, nani atakilima eti nitoe damu. Eti tumeumbwa mateso Juzi nilipokuwa natoka bondeni kule kwa mzee Nasari. Ndio. Kufika pale kwenye miembe pale. Ndio. Nimekutana na dada hili nikiwa mmoja mjamzito, mmoja sio mjamzito. Jikaze ndugu yangu, taratibu jikaze. Mambo ya mama naye sijui huyu. Yaani hata simuelewi. Sasa isingekuwa kuja taratibu jamani, hapa ingekuwaje? Hebu jikaze basi tuendelee na safari kidogo kidogo. Yaani mimi hata sielewi. Sasa mimi nitakusaidiaje mwenyewe hapa? Nakufa. Dada vipi? Yalla. Bora na hata mwituni. Bora hata umekuja. Tusaidie, si unaona hali yake huyu? Yaani hata sielewi hata afanyaje. Basi subiri. Ndugu yangu tusaidie. Tusaidie kama vipi, utuletee hata baskeli. Kama kuna uwezekano. Mimi ni nyumbani nikaangalia hata baskeli. Fanya haraka basi. Haya basi. Fanya haraka. Tukamsaidia yule mjamzito mpaka hospitali. Ndio. Tulipofika hospitali, kabla mimi kuondoka kurudi nyumbani, nikasubiri yule dada kupimwa. Daktari akatwambia mwanae yupo sawa, lakini yule dada ana upungufu wa damu. Katoka damu nyingi. Kwa hiyo kama kuna mtu anaweza kumsaidia damu, hawezi kumsaidia. Kwa hiyo mimi nikaona bora nije nikwambie niweze kwenda kumsaidia damu ndio mdada ule hospitali hata kidogo. Sawa. Mimi kwa hilo bado sijakuruhusu. Kwa sababu mimi najua madhara ya kupungukiwa damu. Na wewe utakavotoa damu, basi mpaka inarudi ile damu, kazi yake ni kubwa. Kwa sababu wewe ni bado bwana mdogo. Pia hata afya yako haijawa nzuri. Na namna itakavotoka hiyo damu, uwezi ukaelewa inatoka ya kiasi gani. Sasa mpaka itarudi, pia bado utakuwa hujaelewa itarudi kiasi gani. Kwa hiyo mimi ndio ninobeba majukumu yako wewe. Utakapokuwa umepungukiwa na damu wewe,
mimi ndio wa kuweza kuwajibika ili wewe upate damu. Sasa kwa namna hiyo mimi siwezi nikakuruhusu wewe ukatoe damu. Hapana. Afya yako naijua haijawa timamu kuweza kutoa damu ya kumsaidia mtu. Sawa, lakini baba, ungeangalia pande moja au pande nyingine. Yule mtu ni binadamu kama binadamu wengine. Kwa hiyo si kutaka msaada kwangu mimi au kwako, ni kitu cha kukaa na kumsaidia. Huwezi kujua leo mie, kesho yeye. Leo na mimi nikamsaidia yeye, kesho akaja kukusaidia wewe, au pengine mtu wa familia yake akaja akanisaidia mie. Huwezi kujua vipi. Mimi naomba tu ungeniruhusu tu mimi nikaenda mkamsaidia yule dada damu, alafu mambo mengine yataendelea. Mimi bado pia nitagoma tena hapo, kwa kutegemea labda itatokea shida itokee kwangu mimi, watu waje kunisaidia kama unavyozania ni kitu. Hapana, hakiwezekani. Wewe bwana, lazima kwanza unajitizama wewe mwenyewe kwanza. Kama ulikuwa na uwezo wa damu ya ziada kumchangia mtu, hapo sawa. Wewe umeshajipima, unahakikisha una damu ya ziada kumsaidia mtu. Kwa hiyo ni kitu hakiwezekani. Wewe bwana, mimi kukuruhusu kwenda kutoa damu msaidie mtu mwingine ni kitu hakiwezekani. Mimi sikubali. Uende ikawa litakapokukuta tatizo, bado mimi ndio ninawajibika kwako. Kwa hiyo ni kitu hakiwezekani kukukubalia wewe ukatoe damu hivi hivi tu kila isilaisi. Hapana. Haya, basi mimi bwana, hivi vitu ndio kwa mimi ndio kuambia. Ndio zangu, mimi ndio nitakwambia hivi. Hapa hivi ndo nimekumbuka kwamba ile swala ile alioniambia mzee nimelikumbuka sasa hivi. Nikasema ngoja nikuulize. Kwani kuna nini kimetokea? Kweli kaka, kama alivyokufikishia mzee taarifa, mimi nilimfikishia yeye hizo taarifa kama kuna mtu nataka nikamsaidie damu. Huyo mtu nilimsaidia mara ya kwanza, nikampeleka mpaka hospitali, na mara hii nimetamani nikamsaidie. Kwa hiyo kapima damu ya mume wake na yake ya mume wake haiendani. Kwa hiyo mume wake hawezi kumsaidia yeye. Kwa hiyo mimi nimeamua nimwambie baba nikamsaidia yule mtu. Kwa hiyo baba ashakufikishia taarifa. Ndio hivyo. Basi sawa. Haina shida. Lakini mimi ili swala kiukweli sijaliafiki 100% kwa sababu sisi tuko hawa wawili. Mimi na wewe na mzee wetu kama unavyoona hali yake. Kesho kutwa wewe una matatizo, mimi ndo nitakayeingia katika hali yote ya kukuuguza wewe au kukutibia wewe katika shida yote itakayojitokeza kwako. Ina maana wewe utakapopata tatizo mimi lazima nichukue majukumu. Kwa sababu siwezi kukuacha wewe katika shida afu nikakuangalia. Siwezi nikasema bwana nafanya utakavyojua, kwa sababu wewe utakapopata shida mimi roho yangu lazima itaniuma. Sisi tuko wawili, wewe umie, mimi nikusaidie, mimi nipate tatizo, wewe unisaidie. Sasa ndo kama hivyo nafanya maamuzi hayo ya kwenda kutoa damu. Kesho kutwa mimi ndo nitakayenipa shida kakaangu. Najua, lakini unajua vipi katika maisha siku zote hatuwezi kusaidiana mimi na wewe. Mimi nitataka msaada kwa mtu mwingine na mtu mwingine atataka msaada kupitia mimi. Kwa hiyo ninachoomba, mimi napenda tukuje roho yako kiroho safi yule dada na nikakusaidie. Huwezi kujua kesho yule mtu atakuwa nani au mimi atanisaidia vipi. Wenda akaja kama mkuu wangu ule ule, huwezi kujua mimi nimemsaidia kweli akaja kama mkuu wangu ule ule. Basi sawa. Haina shida kwa sababu wewe umri ushafika sasa. Siwezi kukuingilia sana ndani sana kwenye maamuzi yako. Kama umeamua kufanya maamuzi, fanya maamuzi ndugu yangu. Leo ndugu yangu Choma, unaona tunavyohangaika hivi, mimi hadi natumia mikono kwa sababu jembe umeliacha nyumbani. Leo kuna jirani kaja kuazima lile mara moja lile. Hizo wewe nishakuzoea ndugu yangu, kila siku jirani, kila siku jirani. Eti mama Pamela, futa machozi mama,
Nilijua ya kwamba nitarudi. Eti mama Pamela. Babu, nyimbo gani hizo unapigia hapa? Namkumbuka ndugu yangu mmoja alikuwa anaitwa Nasi. Huyo jamaa alikuwa ni hodari sana. Habari asubuhi ndugu zangu. Salama kaka. Poleni na majukumu ya kazi. Kiujumla niseme tumeshapoa, hata na wewe pia pole. Lakini kuna jambo nilikuwa nataka niwaulize. Hivi ni kweli ni nyinyi ambao marafiki tulikula kiapo kwa kusaidiana shida na raha? Ni nyinyi kweli wa kuniacha mimi kwa sababu nina matatizo ndo sosi ya kunitenga mimi? Lakini mbona mioyo yenu haiko hivyo? Mbona mmekuwa watu makatili sana katika nafsi zenu? Sioni faida ya urafiki wetu. Sioni faida ya undugu wetu. Kuna haja gani ya kuwa na urafiki na nyinyi? Kuna haja gani ya kuwa na undugu na nyinyi? Watu gani ambao hamna mioyo ya kusaidia wenzenu? Kidorima, ina maana asubuhi yote umetoka kote huko ukaona subiri niwafuate ndugu zangu kule Ikondeni niende nikawachambe. Nilishakwambia msimamo wangu utabaki kuwa ule ule. Siwezi kukusaidia kwa tatizo hili. Nifuate kwa mengine bwana. Bamia langu limeisha. Nataka nikaongea hata kichukuchuku tu. Hapa nipate ugali nile na mama mtoto wangu, lakini sio kusema eti kwamba leo mimi Nyao nitoe damu yangu nije kumpa mkeo. Sio kweli, kwa sababu mimi mwenyewe kazi zangu naziona ni za nguvu. Leo nishatoa damu yangu, kesho nani atakuja kunilimia ikonde yangu? Siwezi nikapingana na maneno yako, lakini acha nisimamie msimamo wangu. Siku zote msema kweli anabaki kuwa huru. Mimi sioni faida ya urafiki wenu. Ni bora nifuge mbuzi, labda ningepata faida hata ya kumnywa mchuzi kuliko urafiki wenu. Choma, hivi na wewe kweli umeungana na huyu? Ama wewe ulikuwa hauna mawazo bali huyu amekushawishi? Sababu tatizo na mke wangu, yani imekuwa ni sosi ya kunitenga mimi, ya kuniona mimi si mtu mbele yenu, si ndio? Haya si maisha. Na mkao mkitambua kwamba nyinyi bado hamjafika. Ipo siku na nyinyi mtakuja kuwa na shida. Hamtakuja kunihitaji mimi, kwa sababu kiukweli mimi niliwategemea na niliwaamini nyinyi ndio ndugu zangu. Kama ni hivi, acha niwapende sana. Lakini mkao mkitambua safari bado iko mbele. Sidhani kama kati yenu kuna ambaye anayetambua kesho yake. Asanteni kwa hili. Endeleeni na majukumu yenu. Odi. Odi. Kwa ndani shemeji. Leo bwana. Vipi shemeji? Uko umelala nini? Hapana bwana. Ndugu yangu. Unapata taarifa kama nakuja ni maana tena toka nipo huko napiga odi. Karibu bwana, tukupokee. Asante. Ngoja nilete story hapa. Wote ndani bwana. Hali ni joto sana, labda tukae kidogo hapa ili tuweze kupata mawili matatu. Vipi hizo tukako huko bwana? Huko kwema tu sijui hapa nini. Bwana za hapa ni nzuri lakini sio nzuri sana kiivo kwa shemeji. Unaposema si salama shemeji unanifanya nina mshangao kwa sababu sio salama kivipi? Yaani bwana mpaka sasa dada yako anaumwa na yuko hospitalini amelazwa. Shemeji, lakini simu nilikupa nikakwambia kwamba kitachukua tu inabidi unijulishe. Shemeji, usinilaumu sana kwa sababu simu yenyewe nayo bwana ile ilikaga. Ndio maana ukaona sije kujulisha chochote. Tuiane radhi kwa hilo. Okay sawa. Hiyo yote ni mipango ya Mungu. Kupona na kuumwa yote ni mipango ya Mungu. Kwa shemeji, maana nimefika hapa nimechoka kweli. Nahitaji kupumzika ila kesho tutazidi kuongea zaidi na tutajua unaweza tukaenda hospitali kumwangalia dada. Sawa, hamna shida.
Mama bwana, ujio wangu bado sio mzuri. Kwa sababu hali ya mwenzangu bado iko vibaya, yani ni tete. Mpaka sasa hivi nakuja hapa, nakuja kutafakari kwa kina, labda angalau unaweza nikapata wazo jipya. Sababu wewe ni mtu mzima na wahenga walishasema mtu mzima ni jalala. Ni dawa kabisa. Hivi baba, kwanza mimi hapa alipo unaponiona mimi mwanangu mimi nishakuwa mzee. Tena mzee kabisa. Naamini mkeo inawezekana damu atakuwa hana. Sawa. Na mimi katika uzee huu damu inafaa. Haifai. Cha kukifanya watafute ndugu zako pamoja na marafiki zako wakitaka kusaidia mwanangu. Unalionaje? Mama, kwa upande wa ndugu zangu hatujafanya mawasiliano muda sasa, kwa sababu mimi simu yangu iliharibika. Na hawa marafiki unaowazungumza mama, niliwafuata, nikawaomba, lakini walinikatalia katakata kwamba hawawezi kunisaidia. Yaani wameonyesha kuto kunikubali kwenye hii shida yangu. Pole sana ndugu yangu. Sasa brother, tumeweza kuifanyia vipimo damu ya ndugu yako hapa. Tumetazama haina uwezo kabisa wa kuweza kumchangia mkeo damu. Ina maana damu yake haiendani na damu ya mkeo kulingana na magrupu yao ya damu. Sasa tunachokiomba mwende nyumbani mkatafute mtu ambaye ataweza kuja kumchangia damu. Lakini pia tunahitaji kuwa makini sana, kwa sababu kama tungefuata kliniki inavyotaka ya mama mjamzito, hili leo lisingejitokeza. Ina maana paka mama mjamzito nafikia hatua anajifungulia njiani, tunasema si jambo sahihi sana. Kwa sababu leo ametokea mtu ameweza kumsaidia kumfikisha hospitali. Kesho na kesho kutwa anatoka shamba iko peke yake. Hili ni tatizo. Ina maana atapoteza yeye na pia atapoteza mtoto na pia tutampoteza na yeye. Nakuomba sana ndugu yangu, hili lisijirudie. Sikulaumu ila nakukumbusha, kwa sababu haya yamekuwa sasa yanajirudia mara kwa mara. Na si jambo jema na si jambo zuri. Kwa sababu unatakiwa umhurumie mke wako. Kama unavyompenda basi mpende akiwa na hali hiyo. Umeelewa vizuri? Kwa sababu hili tatizo lililojitokeza leo lisingejitokeza kama mngefuata masharti na kila kapoteza damu nyingi. Umeshanielewa vizuri ndugu yangu? Sasa nisiongee mengi sana, naomba mkafanye hilo jukumu. Mrudi nyumbani, mtafute mtu ambaye ataweza kuja kumchangia damu. Poleni sana ndugu zangu. Asante. Sawa. Sitokea yote. Anabidi tafute jinsi ya kufanya, ndio tunafanya nini? Dada ndo kama hivyo. Kwa haraka kwa sababu sijui wapi nianzie, wapi niendelee. Lakini
Nina imani ufunguzi wa tatizo upo. Inshallah Mungu atatunyoshia kidole. Ila shemeji, mimi nilikuwa na wazo moja. Sidhani kama litakuwa sahihi. Wazo langu ni kwamba tungejaribu kuulizia kwa rafiki zako, majirani na marafiki. Labda naweza kukusaidia katika hili. Shemeji, unajua upo sahihi. Upo sahihi sana. Lakini tatizo liko hili moja. Shemeji, hichi kijiji unavyokiona hivi, mimi hakuna rafiki wa kunisaidia mimi, wala sijaona jirani. Shemeji, nimekuja msimu mbaya kweli yani. Maana shaza nikija hapa nakuta matunda, maembe, mananasi, lakini msimu mbaya kweli kwangu. Ya, ni kweli bwana shemeji, lakini neema iliyokuwepo bwana hapa, naona mashelisheli hayo ndio yanakuja. Ila hujachelewa, pale chini kuna aloe vera imestawi vizuri sana shemeji. Naionaje ile? Aloe vera na shemeji jamani. Ngoja hapo mama. Karibu. Shikamoo. Marhaba, salama. Shikamoo. Marhaba, vipi hali? Haya, nipe habari ya mgonjwa uko naendeleaje? Ngoja nimpeleke ndani. Bado mwenzetu hali yake si nzuri kabisa. Bado. Sasa nyinyi msipate tabu ya kukaa kitako mnamwaza ule mtu, lakini pamoja na hayo yote mwanangu, mtihani Mwenyezi Mungu. Unaona? Kama ni mtihani Mwenyezi Mungu akikupangia, amekupangia. Sawa? Lakini sasa so mnafanya kazi ya kukaa, mara mkono uko shavuni, mara mkono uko vipi, mnafikiria jinsi mnavyofikiria wewe mzee, nafikiri mnamweka kwenye hali gani? Hapa cha kukifanya ni kumwomba Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akikaa kitako akikuletea mtihani, amekuletea mwanangu. Sawa Hiyo ni moja ya jaribio la Mwenyezi Mungu. Ni kukaa kitako, kumwomba Mwenyezi Mungu na kumwombea yule mgonjwa azidi kuendelea vizuri na atapona na atarudi nyumbani ataendelea na shughuli zake kama kawaida. Naomba sasa niende zangu nyumbani kwa sababu kuna simu nimepigiwa, sio kuna tatizo gani kwenda kimbilia nyumbani. Nikaona hata bora nipite hapa nikuulizeni hali ya mgonjwa inaendeleaje hospitali. Kwa kweli mama, tunashukuru sana kwa ujio wako, umepata faraja mpya na matumaini mapya. Haya sana. Haya basi mama, wahi huko. Haya tutajulishana. Haya. Bwana, unamfahamu vizuri? Hapana. Huyu ni mama yetu wa hapa kitaani kwetu. Ni mama fulani hivi tunamuita mama wa hiari kwa sababu ametushiba katika mioyo yetu. Si mama wa kutuzaa, lakini pindi ambapo tunapata tatizo, yeye anakuwa ni mtu wa kwanza kuonyesha utu. Kwa kama naongea na mtoto mdogo, jembe usimpe mtu ambaye una uhakika naye. Sasa angalia leo. Ndugu yangu unaanza majembe tu. Jembe kitu gani ndugu yangu? Hivi, Choma, kuna mtu anadharau ofisi yake? Elewa hili ndo linalotuweka sisi hapa kijijini. Likikatika leo hili ni sawa na kuwa wewe umeachishwa kazi. Hebu achana na haya. Sasa ndugu yangu, kuna kitu kwa nataka nikwambie ambacho mpaka sasa hivi bado kinanitatiza sana kichwani mwangu. Kitu gani tena? Ushaanza. Bwana Nyau, tukumbuke bwana Kidolima
ni ndugu yetu wa muda sana hapa kijijini na tumeishi naye vizuri sana. Hichi kitu tunachomfanyia hichi ni sio kizuri kabisa. Choma, unataka mimi niongee Kihindi? Unataka mimi niongee Kikorea? Nilishakwambia sijui, ila nikikuongelea Kiswahili naamini kwamba unafahamu na unaelewa. Nilishakwambia hivi, siwezi kutoa damu yangu nikampa yule. Umemwona mke wangu mondani? Hata aume sasa hivi mimi siwezi kutoa damu yangu sembuse yule mke wa rafiki yangu. Ukitaka mimi na wewe tugombane, nisikilize. Basi niletee tena hizo habari za bwana Kido. Ndugu yangu, kumbuka sisi wote ni binadamu na wote tunapata matatizo. Leo ndugu yetu kapata tatizo tunamtenga. Je, si kuja kupata na wewe? Kwa na sisi tukuache ndugu yetu ukiwa unateketea? Umemaliza Choma? Ushamaliza? Narudia tena kukwambia hivi, kama ulipigia mbuzi gita ukategemea kucheza, hiyo haiwezekani. Ni sawa na mimi, hata ukiongea anapita huku yanatokezea huku, lakini siwezi kutoa damu yangu nikamsaidia. Na ukitaka tuendelee kugombana mimi na wewe, niletee hizo habari. Subiri, nisikilize. Hakuna kaa wala ke. Unataka kumchangia damu, mchangie wewe, ila sio mimi. Na upumbavu ambao unaongea uwe mwanzo na mwisho kwangu mimi. Umenisikia Choma? Unataka sasa hivi kila mtu akienda shamba pite nje yake, si ndio? Kila muda, kila wakati, Kido. Wewe huyo Kido anakupa nini? Sawa bwana. Tunajua ndugu yetu sio binadamu na upatagi matatizo. Afili jamaa lina roho mbaya hili. Si mtu gani mjamaa? Dokta bwana, mimi hali yangu kwangu imeshakuwa tete. Yaani mpaka hivi unavyoniona hapa mwenzio nanga yani imeshazidi meli. Hali imekuwa iko hapa. Nimekosa kote, nikaona kimbilio langu lobaki ni wewe. Nije nikuombe tu kama kuna njia yoyote dokta anaweza kunisaidia, basi tafadhali naomba unisaidie. Huku mimi nimekosa damu. Kwambia kitu, sisi jukumu letu ni kuwasaidia wagonjwa. Lakini hicho unachoniomba kiko nje ya uwezo wangu. Kwa sababu stoku yetu haina kabisa damu. Na ndio maana tumeanzisha kampeni ya kuchangia damu katika mashule na sehemu nyingine tofauti. Ndugu yangu, mimi jukumu langu ni kuwatibia wagonjwa wote. Na hata hapa ulivyoniita pembeni pia najisikia vibaya, hukupaswa kuniomba. Ila inabidi nitekeleze majukumu yangu. Sasa hilo ndugu yangu liko nje ya uwezo wetu. Ila mimi ninachokuomba, fanya kitu kimoja. Wewe ni mtoto wa kiume. Kapigane kwa hali na mali uweze kupata damu. Unaelewa vizuri? Nenda kwa marafiki, ndugu na jamaa. Na hisi yupo mtu mmoja tu Mungu atakuongoza, basi atakusaidia. Sawa? Dokta, ina maana utakuniambia hakuna hata kastoku kadogo kwenye maabara yenu, kadogo kwa ajili ya kumwokoa mke wangu dokta? Sio jukumu lako wewe kutuomba sisi, ni makosa makubwa. Sisi tupo hapa kwa sababu yenu. Sisi tupo hapa kwa sababu ya kujua hali zenu na afya zenu zinakwenda sawa, na ndio maana tupo hapa. Lakini mpaka nafikia hatua nakwambia hivyo, hatuna kabisa damu ndugu yangu. Nenda kafanya hicho nilichokuambia. Unaona hali ya mke wako pale jinsi ilivyo. Jitahidi sana kwa hilo ndugu yangu. Sawa? Sawa. Yaani sasa ukisikia maji kuzidi unga Baba, nimekuja kukwambia ile hali ya mgonjwa kule hospitali inazidi kuwa mbaya. Kila siku zikienda inazidi kuwa mbaya. Yaani mimi nashindwa hata sijui nifanye nini. Sasa kama ndio hivyo, hata mimi imani inanijia kama binadamu. Kama imani inanijia kama binadamu, mimi naweza nikakuruhusu kwenda kule. Je, utakuwa na uhakika kweli wa kumsaidia damu wewe? Baba, pale ukienda ukitoa damu kwanza unakutana na daktari. Daktari anakupima na kuangalia una kiasi gani cha damu, halafu una uwezo gani wa kumsaidia mtu. Kwa hiyo mimi daktari atanipima, ataangalia uwezo wangu wa damu ndio kwa nao, halafu ataniangalia uwezo gani anitoe niweze kumsaidia wewe mtu mwingine. Sasa kama hivyo ndivyo, basi imekuwa vizuri. Kwa sababu hata mimi nitakuwa na uhakika wewe kisha kuangalia una damu ya kiasi gani na una uwezo wa kumsaidia mtu kiasi gani. Kwa hiyo mimi kwa hilo sasa tupo pamoja mimi na wewe. Kwenda kumsaidia huyo mtu, nenda kamsaidie huyu bwana. Mimi nipo tayari, nimekuruhusu. Basi mimi nimefurahi kusikia hivyo. Acha mimi nikapumzike, asubuhi nijiandae kwenda hospitali, majibu nikirudi nitakuletea. Sawa. Hilo halina shida. Basi hilo tulikupa. Nalo.
na wiki mbili sasa hapa kijijini, lakini sikubahatika kuwaona jamani. Leo imekuwa kama bahati. Vipi? Mna harakati gani kwani? Unajua ndugu yangu, si maisha yetu ni ya kijijini, si tumezaliwa kijijini kama hivi unavyotuona mimi na mdogo wangu hapa. Tunarudi kwenye mashamba yetu kidogo. Sawa, tuachane na hayo. Ila kuna jambo ambalo sijapendezwa nalo kiufupi, kwa sababu nilikuwa naamini kwamba nyinyi ndio mtakuja kumsaidia shemeji yangu katika kila jambo hapa kijijini, lakini mmekuwa mstari wa mbele kumkataa shemeji yangu juu ya kumtengea damu dada yangu. Hivi nasababishwa na nini? Hivi bwana mdogo, nikuulize labda na wewe nikwambie umetumwa au vipi? Nilishaongea na leo naongea na wewe kwamba siwezi kutoa damu yangu nikamchangia dada yako. Umenielewa? Wewe limwili lote hilo mdogo wangu, tumbo kama unakula riba, afu kweli unashindwa kumchangia dada yako. Eti choma, nyau, msaidieni dada yangu. Hivi wewe hujisikia aibu? Mtakapokuja kupata matatizo, msije kuona watu wabaya kwa wakataa. Asanteni. Ndio maana nilikwambia, kwa sababu tunajua fika kwamba si ni binadamu na sio wanyama, lakini hatuwezi kufanya upumbavu huo. Tena utaponikuta popote niambie swala jingine, lakini sio la kumchangia dada yako damu. Wewe, hebu tuende na umekaa hapo unashangaa kila siku nakuwa nakwambia na wewe. Vipi? Sana wewe sijui hata utakuwa nini na mdogo wangu kila siku. Salama. Tumshukuru Mungu. Nyumbani mnaendeleaje? Kwa kweli nyumbani tunamshukuru Mungu. Sikiza hapa. Hapa pia tunamshukuru Mungu. Vipi mgonjwa wangu anaendeleaje? Hapa anaendelea vizuri. Unajua siku zote muomba Mungu anasema hachoki. Ni kweli. Siku zote ukimwona hata wakati unatafuta ukipata ndio utachoka kutafuta. Ila wakati unatafuta huwezi kuchoka kutafuta. Ni sawa. Tunashukuru bwana, kuna kijana amekuja kumtolea mkeo damu. Sasa salama mjane. Mimi ndio kijana ambaye tumemsaidia dada juzi na kumleta hapa hospitali. Nimekuja kumsaidia damu. Dada mjamzito aliyojifungulia njiani. Ni jambo zuri sana kuja kumsaidia mtu damu. Labda kuna mtu yote nyumbani amekushauri au umeamua mwenyewe kuja kumchangia damu? Hapana, hamna mtu alionishauri, ila nimemwambia baba, nimemwambia na kaka. Nakubali. Ni jambo zuri sana ulilofanya. Tuko Tanzania wengi sana sasa hivi wamekuwa ni wavivu wa kuchangia damu. Hasa tunapopita na kampeni yetu ya changia damu mtaani, huwa wengine wanakimbia na kutoa maneno ya ajabu. Wanashindwa kutambua kwamba kesho na kesho kutwa mtu atapata matatizo labda ya ajali na kadhalika, atakuwa na upungufu wa damu. Kama maabara zetu na maktaba zetu zina damu ya kutosha, basi inakuwa ni rahisi kuchukua damu na kumsaidia kwa wakati. Lakini wao hilo jambo mara zote wanakuwa hawalifikirii. Leo hii yule mama na matatizo ya damu, mume wake anazunguka kushoto na kulia anatafuta damu. Lakini kama angekuwa mtu amejitolea damu tangu mwanzo, au Watanzania wangekubali kujitolea damu tangu mwanzo, hili leo lisingejitokeza. Hebu angalia bwana David. Wewe ni mtu wa kwanza nasema mwenye huruma ambao umeamua kuja na kujitolea kumtolea yule mama damu. Mimi nashukuru sana kwa hilo. Sawa bwana David. Ngoja tukufanyie damu yako vipimo, alafu muongeze yule mama damu. Tumuongeze yule mama damu, sawa? Jina lako? Naitwa David Jackson Muhidi. David Jackson Muhidi. Una umri gani? Miaka 24. Unaishi wapi? Kikwaji. Kikwaji. Unaishi na nani? Baba na kaka. Baba na kaka. Sawa bwana David. Ngoja tukakufanyia vipimo vya damu ili tuweze kumuongezea udada kama damu yako itakuwa salama na vipimo na damu inaendana. Sawa? Mimi nashukuru sana kwa kuweza kumsaidia. Sasa sijajua kama ulimwambia au ni ndugu yako au la, lakini kuna kijana amekuja kumtolea mkeo damu na tumezifanyia vipimo na sasa hivi mkeo anaendelea vizuri. Kijana huyu ni kijana gani? Ina maana kumfahamu? Hapana. Kuna siku moja mke wako aliletwa na kijana fulani hapa siku ya mwanzo kabisa. Okay. Yule kijana ndo amekuja, tumemfanyia vipimo na tumeweza kutoa damu katika mishipa yake ya mwili wake na tumeweza kumpatia mkeo. Kwa hiyo mke wangu anaendelea vizuri kabisa, ndo shaka. I see. Jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Basi endelea kupumzika pamoja, sisi tuangalie tutenda majukumu kidogo ya kikazi hapa. Pumzike tena. Acha kwanza nirudi kwenye majukumu mengine. Lakini anaendelea vizuri. Anaendelea vizuri kabisa. Baadaye basi. Basi ndio kwenye majukumu mengine. Kuwa na furaha basi. Maana ni muda mrefu sana unahangaika kuhusu hili swala lako. Mungu Bwana amwache mja wake.
Hapana. Shemeji bwana, Mungu amekupa roho ya tofauti, kwa sababu unanikumbuka shemeji yako kwa viwalo kama hivi.
We bwana Kido. Kido. Bwana we ndugu zako hapa. Huyu jamaa kukaa ndani ulai. Bwana unapenda kulala. Hey. Habari za hapa kwanza ndugu wetu. Hapa salama, sijui nyinyi huko kutoka. Sisi salama kabisa. Aka? Nyinyi wote wawili? Unajua bwana Kido, tumepata taarifa hapa kijijini kwamba shemeji karudi. Tukaona si vyema tuje kumuona shemeji yetu. Tumekuja kumsalimia shemeji, tuje kumpa hai. Unajua siku nyingi hatujamwona shemeji yetu. Ni si kweli shemeji yetu. Jamani. Ni kweli. Unajua ndugu zangu, kitu ambacho mmekionyesha ni kitu kikubwa sana. Siku zote mtu akikuonyesha tabasamu la kinafiki, wewe unamwonyesha tabasamu la kinafiki, lakini nyinyi mmekuwa tofauti. Au mnaonaje hapa? Ni sawa Ni kweli. Hata yeye shemeji yenu ametoka kuwauliza muda sio mrefu sana. Natamani kuwaoneni. Ngoja niwaitieni na muone pia na mtoto wetu tuliopata. Jamani. Karibuni sana. Niwaletee na maji? Hapana, tunataka tumuone. Labda kinywaji chochote? Hapana. Mnahitaji tu kumwona shemeji. Shemeji. Ni Mr. Choma na bwana Nyao. Nawaitia shemeji. Nyinyi naona mnakumbuka utu. Nyinyi si ni mashetani tu hapa. Pumbavu wakubwa. Huyu hapa shemeji yenu. Huyu hapa. Nyinyi si mlikuja mkajitia kwamba mmejiweza. Sasa mimi mwenzangu maisha nimeyazoea. Yoyote yale ambayo ananikabili kwangu naweza nikapambana nayo. Mke wangu amepona pasipo hata nguvu yenu. Mungu peke yake anatosha. Sasa mnajileta hapa na unafiki eti tumekuja kumuona shemeji anaendeleaje. Bavu zenu. Unajua mimi napata tabu gani kwa ajili ya familia yangu? Nyinyi mnajileta tu hapa. Eti tumekuja kumwangalia shemeji. Shemeji anataka kuwaona. Huyu hapa shemeji yenu, njoo muangalie. Huyu hapa. Utakutia tuonekane sio wanajeshi wa korofi bure.